wimbo unaenda kwa jina Baby Na wake Kaka Talanta. Na msikilizaji, najua unapata nafasi ya kumsikiza Kaka Talanta. Kuna wale ambao ndio wanakusikia kwa mara ya kwanza, lakini wengi washakusikia Kaka Talanta. Kwa hiyo nikupe tu ile nafasi ya kuambia Kaka Talanta ni nani na ni kwa sababu gani uliamua kuchagua jina la Kaka Talanta. Mbona uliamua kutumia hilo jina? Alright. Asante sana yani Celestine. Kwanza nafurahia sana kwa Pure African Radio. Naam. Yani nyinyi mnatisha sana. Mimi naitwa Kaka Talanta, nimeshasema, na mimi ni msanii. Naam. Mwimbaji. Lakini naimba nyimbo kama hizo unazosikia ni lugha za Kijaluo, lakini Kiswahili naimba. Naam. Alafu umeniuliza swali kwamba nimeuliza swali, ujiintroduce wewe kama Kaka Talanta, kisha uambie fans kwa nini ulichagua kutumia jina la Kaka Talanta. Naam. Asante. Naam, umejua hizi majina kwanza mimi niliona nichague kitu yenye iko common, iko kila mahali, ambayo ni talanta. Sasa talanta ni ile jina mtu hawezi sumbuliwa kusema kuita. Ni kitu yenye mtu atakumbuka kwa urahisi sana. Naam. So jina inafaa ikuwe yenye mtu anaweza kumbuka, unajua. Kwa hiyo jina lako ulichagua kwa sababu ili uwe rahisi kwa ule fan akikutafuta anajua hii ni Talanta. Sio kwenda kutafuta majina ya ajabu. Kaka ni brother. Ni ndugu sana, unajua. So ndugu sasa ni jinsi ya kiume kama mimi. Sasa mimi ni ndugu na una Talanta. Kwa hiyo Kaka Talanta, unatokea maeneo gani? Labda kuna fan anataka kujua unatokea maeneo gani. Sasa mimi ni Mkenya. Naam. Unajua? I'm not tribal. So mimi ni Mkenya. Lakini hata niwe Mkenya lazima nikuwe na kwetu pia. So mimi ni wa Migori County 044 hapa. Naam. Naam. Kaka Talanta, asante kwa hilo. Kaka Talanta, kwa hiyo msikilizaji, ushasikia Kaka Talanta ni mzaliwa wa hapa Migori County 044. Kwa yule ambaye anafikiria kwamba Kaka Talanta huenda ni mtu ametokea majuu au ametokea Nairobi, ni mtu wa hapa nyumbani. Ukitafuta Kaka Talanta unapata kumjua Kaka Talanta ni nani. Kwa hiyo kwa kwanza tu, wewe ni mwimbaji wa nyimbo zipi? Mimi ni mwimbaji wa nyimbo. Zipi haswa? Nyimbo zote. Kwa hiyo wewe unaimba zote tu. Yani mimi ni mwandishi, mimi ni mwimbaji. Sasa umejua Mungu ndo anapeana talanta sasa. Na kwanza Mungu akikupa talanta anakupa kwa vitu kwa sababu ya reasons mbili. Moja, lazima umshukuru nayo. Alafu ile nyingine labda hiyo inaweza kuwa nini yako ya riziki. So mimi nafanya nyimbo za gospel kama ile ya kushukuru Mungu, unaona? Sio ya biashara. Lakini nafanya hii nyingine secular kama biashara. Sasa unaanzaje kubix sasa Mungu na vitu vya dunia bwana? Hiyo hata Biblia sijawahi kusikia Biblia ikikubali kwamba unaweza ukaenda ukafanya vitu ambavyo visivyo vya vizuri vya kumpendeza Mungu, alafu kesho unakuja kanisani. Yaani mbona hiyo ni kama kuwa hypocrite. Okay, sasa unajua ni watu wamecomplicate mambo ikakuwa kazi. Kivipi sasa wamecomplicate kivipi? Kwa sababu kuimba mapenzi Naam. Sio dhambi. Kwangu mimi sio dhambi kabisa, kwa sababu hata kwenye Biblia unajua yani ile nini ya Mungu kubwa sana ile alituachia ni upendo, sio? Naam. Sasa hiyo upendo ni love was initiated by God actually. Yeye ndio akaleta mapenzi. Hii mapenzi yenye sasa tunaimba. Alafu kuna ile ya brother, ndugu, sio, unajua. Lakini hii mapenzi pia bado tu ni Mungu alianzisha. Lakini wajua Kaka Talanta, mimi ninachoelewa katika industry ya uimbaji, ili fans wakujue, wanajua kwamba sibeki mfano nitumie mtu kama Willy Paul. Watu wanajua he's a secular musician. Kwa hiyo huwezi ukaenda kumtafuta kwa list ya gospel artist au unatafuta Calligraph Jones kwa list ya secular gospel artist. Mimi utatafuta jina langu. Kaka Talanta utalipata. Utatafuta jina langu utalipata.
Wewe ukiamua kusikiza zile zenye nimetumia kushukuru Mungu kwa uhai na kwa kila kitu amenipa, sawa. Ukiamua kusikiza zile za mapenzi sasa, yenye sasa ndio nimeinvest kwa hiyo. Sasa ndio vile nilisema, hakuna mtu anaweza sumu Mungu. Hakuna. Hata uwe ni mtu aina gani. Watu wanasema wengine hawaendi kanisani, lakini hakuna mtu anaweza sumu Mungu. Ukiasimu Mungu, hapo ndio maisha yako imeishia. Ukitaka kujua, kaa kwenye gari alafu accident ikuwe karibu kutokea. Unajua kila mtu anamfanya Mungu. Mlevi karibuni Mungu anashout Mungu. Sasa hakuna mtu hajui Mungu. Kwa hiyo sasa hivi leo hii unajua Biblia inasema kwamba siku ya dunia kuisha ni siku moja. Dunia ikisha sasa tukapeleka mbele za Mungu, ile judgment tufanywe judgment. Akienda kwa gospel atakupata. Akikuja kwa watu wa dunia pia Kaka Talanta yuko pale. Kwa hiyo atasema Kaka Talanta. Wote tuko duniani. Hakuna mtu anafanya hivi vitu vyote mbinguni. Naam. Hata awe ni askofu, anaifanya hapa duniani. Hapa duniani. So wote tuko hapa. Kwa hiyo mimi najua kile Mungu anakitaka sana. Naam. Mimi niko close na Mungu, sikudanganyi. Na hata kanisani kwetu mimi bado nashukuru Mungu, naimba hapo praise kibao. Na ukija huku unagonga secular. Biashara manze. Okay, hiyo ni biashara. Kwa hiyo msikilizaji, unamsikiliza Kaka Talanta ukiwa maeneo gani? Unapata nafasi ya kuzungumza naye. Nambari ya kupiga simu ni 0718727035. Vile vile tuko live katika upande wa TV ambao ni Pure Africa TV. Unapata kumjua Kaka Talanta ni mtu wa aina gani. Umetamani sana kumuona Kaka Talanta kwa miaka mingi. Unajua hata mimi nilianza kusikia kitambo sana ukiimba ukiwa unaimba gospel. Kwa hiyo niliposikia Kaka Talanta tena ameshift kuimba secular, nikashangaa bwana, kumbe waimba zote uliamua bwana, whatever happens, wacha kitakachotendeka kitendeke, basi mimi unasonga tu na nyimbo zote. Msikilizaji, ni Pure Africa Radio, unataka kwenye mitabendi ya 88.7 FM. Kwa hiyo Kaka Talanta, kipi kilikuinspire ili uanze kuimba ukachagua tu kwamba ni uimbaji, sitaki kufanya ushairi, ni uimbaji, sitaki utangazaji? Yaani umejua talanta huo unagundua ukitokea pale chini. So mimi niseme nimeanza kuimba kanisani. Ndio maana nimekwambia mimi siziacha kwenda kanisani. Labda askofu anifukuze, hapo ndo nitaacha kwenda kwa hiyo kanisa na nyingine. Lakini siwezi achana na Mungu kwa sababu kila kitu ninachokifanya mimi najua ni yeye ananipa nguvu na kila kitu najua. So nikiwa pale bado mdogo, mimi nimegrow kwa family ya Ukristo kabisa. Mamangu mama kanisa pale, babangu tulikuwa wa Katoliki. Babangu ni katekista. Sasa tuwa pale, ile kipindi ukitaka kwenda kanisani unapewa mahindi. Unapewa kama sadaka. So mimi nabebea babangu ile begi la Biblia. Na tukifika kule kanisani, sasa mimi na hapo mbele naimba. Hapo nikaingia kwaya, unajua. Tukasukuma. Kifika 2013 sasa, nikasema sasa hii talent, sasa hapo 2012 already nilikuwa namaliza high school. So nikasema sasa hii talent inabidi iende mbele. Kwa sababu nishagundua hii talanta inaweza lipa. Uimbaji wako ulianzia gospel pale kanisani. Ndio ukasonga. Kwa hiyo ilikuwa mwaka gani ndio ukianza kugundua kwamba I can sing, mimi kama Kaka Talanta naweza nikaimba? Sasa unaona nikijoin high school, that was in 2009. Nikijoin high school sasa kuna hizo ma talent shows na all that. So nika realize sasa kumbe ni kitu serious yenye nikishikilia vizuri na watu pia wananiambia, walimu wanani-encourage, endelea tu, you're talented, uko na talanta, unajua. Nikashika hiyo talanta, nikaongeza na Kaka, sasa ndio hivyo. So hapo ndio nilikuja kugundua kumbe ni kitu yenye watu wanaweza ona, unaona. They can identify kuna kitu ndani yangu yenye nafaa nikitumia vizuri inaweza tokea siku moja inisukumie maisha. Naam. Kabisa. Kwa hiyo Kaka Talanta, katika huu uimbaji wako, pale ulipogundua kwamba unaweza ukaimba na umesema ulianzia ndio ujue kuna talanta ya uimbaji, ulianza pale kanisani ukiimba gospel. Community likuchukuliaje ulipoanza kuimba nyimbo za secular? Wanakuona kanisani kidogo Kaka Talanta yupo pale ana dance ananengua viuno pale. Unajua
mara nyingi ukitaka kufanya kitu ukiangalia sana kitu watu watafikiria hautakifanya. Yeah, so sometimes kwa benefit yako wewe mwenyewe unafunga macho, alafu unafunga masikio na unajifanya hausikii. Yeah, lakini kulikuwa na a lot sana. And in fact that was in 2017. 2017 nilifanya bado 5 tena. Ile wimbo ya governor alikampeni nayo huku akishinda. So hapo ndio ilikuwa step yangu ya kwanza kwa secular. So kwa chache zingine ilikuwa kitu mbaya sana. And I tell you that time haikuwa rahisi. There are some kuna chache zingine hawangeniruhusu tena kwenda kanisani. Unaweza enda kanisani lakini kusema pale kwa sasa kusimama pale mbele wengine. Lakini kuna chache zingine nilivyohamia Nairobi. So kule Nairobi wengine hawakujali. Wao so long as unasifu Mungu ni sawa tu na, lakini kuna wengine walikuwa wanakataa kabisa. Sema hapana. Na kwa wazazi pale nyumbani walikuambia tu wewe nenda, ushaanza kuimba basi ushaisema unaimba pamoja na secular, walikwambia tu weka Kati wewe naimba? No. Okay, first rest in peace to my mother. Yeah, but my dad alikataa. In fact kwetu wote si waimbi na wote wanaimba gospel. All are gospel artists except Talanta. Sasa mimi wewe ndio umejichanganya kidogo kwa kama wewe sasa unataka kutoka kwa hii. Nikamwambia baba tulia tu. Yani hizi zote ni talents za Mungu tu. Hatuachi Mungu, si hatuachani na Mungu. Tuko pamoja na Mungu, lakini lazima tutafute na kitu kingine cha kufanya. Hata kanisani lazima tupeleke type manze. Kama una kitu unafanya si poa. Kaka Talanta. Yes. Yaani hapo ndio kizungumkuti sasa kinakujia katika huo uimbaji wako. Yaani mimi bwana mimi nashangaa. Sasa hivi huko wewe ni gospel artist na vile vile wewe ni secular artist. Sasa hivi scandal ya msichana ikakupata. Utasemaje kanisani? Maana zipo nyingi unajua artist especially wanaume. Yaani scandals mingi zinawapata, sijui kafanyikaje mwanamke anajitokeza kwamba Talanta na mtoto wa Talanta na amemkataa. Wewe hizo scandals unazihandle wakati wewe ni mwimbaji wa gospel na pale kanisani askofu amesikia kwamba Kaka Talanta amekataa, ameruka mimba pale mahali, ameruka. Ule askofu wako anakuchukulia hiyo haikuhita ama hiyo just wewe ni kawaida tu? Okay, first of all nilitoka praise. Hiyo team nilitoka nikakuwa Mkristo. Unanielewa? Kwa sababu nilishajua sasa kuna mambo yanatokeaga. So psychologically nilikuwa prepared. So in case it happen, which nyingi zisha happen, I don't praise it happen. Zingine zina happen tu hata wewe bila kujua. So ziki happen zina happen. Unazikubali. So professionally I don't talk about them. Anaziachaga tu ikisha happen ime happen. So wacha iende. So vile mwingine atachukua, so long as mimi nafanya ile kitu najua is the right thing. So mostly vile nilikwambia kama saa hii nikitaka kufanya gospel song nafanya kwa kushukuru nani? Mungu. That's why nilikwambia kuna mtu ataassume God. So nikitaka kufanya nafanya ya kushukuru Mungu. Lakini mostly saa hii nimemeja kwa secular. Yes. Tuchukue nafasi kupokea simu. Pure Africa Radio, hello. Pure Africa Radio, hello. Jamani huyo amekatika, amepiga simu alafu amekatika. Yaani hapo ukipiga simu unapata nafasi ya kuzungumza na Kaka Talanta ambaye umesikia ni mwimbaji, ni muimbi, ni musician ambaye anaimba nyimbo za kanisani pamoja na nyimbo za duniani. Pata nafasi ya kuzungumza naye. Bwana huyu anapiga simu sasa na reverse call na ni mchana saa 9 mchana zikiwa zimekatika dakika 22 baada ya saa 9. Usipige simu na reverse call msikilizaji. Weka credit alafu pige simu nambari 0718727035. Maana najua kuna wasikilizaji wana maswali mengi.
wanajiuliza maswali mengi sana. Maana katika community yetu sasa hivi mimi niamke kama mimi ni gospel artist alafu kidogo tena nifanye secular bwana. Yaani hata hapo kwa ground hawata nikubali. Nitakuwa nikipita hivi wananiambia huyu ni hypocrite tu anajifanya. Hasa pale kwa video nilimuona amevaa nusu uchi alafu leo hipo kanisani anataka kuomba Mungu. Mungu gani? Unajua ndio hivyo wanajudge kwa ground. Kwa hiyo wewe Kaka Talanta, utawaambia nini community, watu wa community? Yaani wale wazazi wetu, wale ambao ndio wanatukuza pale kwa ground ndio tuanze. Okay, mimi naweza sema you know Christianity is not a slave. Naam. Yeah, so mtu asiingie Christianity alafu aekwe kuwa slave. Lazima kuwe na ka freedom. Ndio maana Mungu akatupa akili. Akili yenye Mungu ametupa ni tofauti na vitu vyote alivyoviumba. So akatupa akili tufikirie, alafu tunasema tuliumbwa kwa mfano wa nani? Image and the likeness. The likeness inamaanisha hiyo akili amekupa unaweza fikiria vizuri tu. Yeah, so tusiweke ile mtu akiwa Mkristo manze sasa hata haizi fungua hoteli na weke bia. Hata Mungu alikula na sinners, lakini sisi kwa ground watu hawaoni manze. Yeah, so ni vile tu watumishi sahi. In fact singependa kutumia term but wamekuwa selfish. Unaona ile ya wanajitakia. Naam. Yeah, like wanajitakia wao wenyewe tu. Sasa watu wache tu, unaona? Mimi na Mungu wangu tunajuana, hata kule mbinguni hata ulizwa swali mimi utaulizwa. Lakini kumbuka hata yeye pale ataulizwa kwa nini hukumkanya? Kwa nini hukumuonya wakati ulikuwa askofu wake? Wewe ndio unamuongoza. Unajua hata pale unapochunga kondoo lazima kuna ule mtu anaziongoza. Kwa hivyo kondoo mmoja akipotea, ule kondoo hata ulizwa. Wewe mwenye ulikuwa unazilinda ndio utakuwa question. Mbona hukumtafuta? Nikipotea inamaanisha nimetoka kabisa. Sasa unajua wao katika in an African family anahisi kwamba Kaka Talanta anapotea, anaimbaje gospel pamoja na secular. Okay, that's why I said kwa gospel sahi. Okay, wacha niweke rasmi ya kwamba saa hizi naimba secular. Lakini siwezi kataa kuimba gospel kwa sababu Mungu ndio kila kitu. Hata huko kwa secular, hata huko kwa secular ukiimba hauwezi imba uendelee vizuri bila kumshukuru Mungu. Yes. So ni Mungu atakufanyia nini? In fact Mungu ana bless mtu vile ana bless kazi ya mkono yako, sio? So anything you touch Mungu ana bless. So maybe this is what I touch. I touch the music. Hiyo ndo nataka Mungu bless. So kazi yangu mimi ni kuwa faithful na kile yenye nitapata hata huko. Unaona? Mtu hataki kukuchachia. Na nitaiti ya secular nimepata, nimelipwa show na kuja na kutoa tithe sio mbaya, ni kazi yenye nilienda kufanya. Kaka Talanta, katika huu uimbaji wako lazima mko na wale co-workers pale ndani. Sababu kama hata pale ndani ya Africa I have my co-workers ambao ni watangazaji tu kama mimi. Unajipata in an argument with one of your co-workers, mmegombana mkabisana. How did you go about it? Na hiyo argument shida tatizo lilikuwa nini? Okay, unajua kwanza kwa industry mimi nimekuwa sasa hapa for a very long time. Lazima nikuwe na team. Kama saa hii hizi songs zenye nafanya hizi the Luo Ohangla Rumba lazima uziperform live. Na ndio uziperform live lazima ukuwe na at least a team of 10 ikiendelea. Unaona? Na hapo kwa team of 10 lazima ukuwe na director, video kabisa, videographer pale, photographer, unaona? Lazima ukuwe na manager, lazima ukuwe na players, lazima ukuwe na hata dancers pia. So it's a big team. And so kwa nyumba hamwezi ishi bila kuzozana kidogo. Lakini hatugombani kwa kuharibu. Mwenye anataka kuharibu ndo anasonga. Lakini kugombana imaanishi sasa imeharibika. Sasa haswa chanzo cha hayo magombano, manake ukija hata hapa kazini lazima kuna chanzo. Yaani the biggest yani ile argument ambayo ushaikuwa nayo kaisi bwana. So kama mimi lazima mimi ni perfectionist. Yeah, unaona? Kama producer wangu ako na kazi ngumu sana. Yeah. Anaitwa Javan Makajudo. Yeye pia ni msanii. Yeah, runs a studio inaitwa Melo Music Empire. Runs an empire, hapo ndio new record. So mimi nimefanya muziki, najua mixing, utasikiza.
So akifanya mbaya nitamwambia hapo hapana. Sometimes hadi tunaargue na mimi ndio producer bwana, si wewe. Sasa hapana, mimi nasikia sasa. And then the director pia akipiga shot mbaya hapo kwenye video lazima umwambie hapa to weka hii color grading, unaona, things like that. Lazima mgombane kwa sababu una correct mtu kwa profession yake, lakini wewe huna hiyo profession kwa sababu ni wewe unaifanya. Unaona ni mimi kwa video. Kama sijaimba hata ni shoot. So lazima mimi ndo nikae kwa video na nifanyiwe kitu yenye mimi ndo napenda na itapendeza mafans wangu. Yes. Kwa hiyo kaka Talanta, katika uimbaji wako natumai umeimba kwa zaidi ya miaka 3. Hata si 3. From 2013. Sema sasa hiyo ni zaidi ya miaka 5. Zaidi ya miaka 5. Yes. Na umeshawahi kwenda concerts nyingi, sivyo? Kadhaa sana. Concert gani ulienda ikakufurahisha? Yaani your best concert ushaenda ikakufurahisha kabisa? Sasa ni gani? Kama zote tu. Zote. Lakini kuna ile best favorite. Hata mimi nilikuwa na favorite shows. Ukikuja hapo niulize Sele, favorite show yako ilikuwa gani? Nitakwambia. Nakwambia bwana Alhamisi mimi sikufanya lolote. Siku ya Ijumaa bwana nilianguka, lakini Jumatatu nilikuwa sawa. Nitakwambia. So there's a time kule Mombasa tulikuwa na combination of artists. And so it was a live performance day. And you see sasa hapo kulikuwa na wasanii wakubwa sana. Akina Bahati hiyo time bado wanaimba gospel. Kina Praise sasa. Gloria Muliro, nani. Sasa hapo ni kuimba inapigwa kama ile ilikuwa ya Taska project. Yeah. It's a live thing. So manze hapo ndo nilibambika, nikajua kumbe talent yangu ni real. Sio ile ya auto tune ya producers. Juu msanii mkubwa haisi imba live. Haisi kabisa, ni unashindwa ni nini kinafanyika. Yaani ukisikia sauti live na usikie na ile imerekodiwa unashangaa huyo aliimbiwa ama ilikuwaje. So I think hiyo nilipenda kwa sababu ilinifundisha. It was my second show. I think ilinifundisha that sio kila kitu unasikia. Kwa ground vitu ni different. Tofauti kabisa. And then there is another one that was organized by Uri MP. Ninapo wasanii sasa hiyo ni hii ya Kaka. Wasanii walikuwa wengi. Sasa umejua unaenda hapo unanywa hit hivi. Lakini uko hapo na ngoma yako nyingine unasema hapa nitaiperform kweli. Lakini ukipewa show hivi unaona reception ya watu unasema kumbe kuna kitu. So inakupea moral hadi unaona umeua kabisa. So wale wengine wakubwa wakikuja umechafua uwanja. Haiko vile wana expect. So I think it's a good experience and a lot of things. So on the other hand, kuna show ambayo unaenda unakuta pale kina naitwa calligraph wamefika pale, alafu upewe hiyo nafasi wewe kama mwimbaji, manake wewe ni mwimbaji bado, wewe ni upcoming au hujakuwa maarufu sana kama Diamond Platinum, lakini mko flow ni same, alafu umefika pale katika lango la kuingia unaambiwa mimi sikujui, haujulikani hapa na kujua wewe ni Kaka Talanta wa wapi, hatukujui. Ushajipata kwa swala kama hilo? Ulisije na ilikufanyaje? Inauma lakini pia ina encourage. Unaona? Mimi nasema both haters, okay, let me call them doubters. They are not haters. They're not haters. Wana doubt. Like they are not sure if you are what they want. Yeah, so both doubters na wale wanakusupport, they are all supporting you. Yeah, so wale doubters wako wanakuambia endelea zaidi, bado tukujui, tukutambui, unaona? Alafu wale wengine wanakuambia endelea kwa sababu tushakujua. So endelea zaidi. Both of them are supporting you. So kuna time it was a club actually. Yeah, na watu walikuwa nakata. So me nilienda kusupport wasanii wenzangu tu. Yeah, na niko na security wangu hapo. Yeah, so kufika ile bouncer akasimama kwa mlango. Yeah, so huyu I didn't talk. Huyu security kama amefungua. Akakataa. Sema nifungue mbona? Uone Kaka Talanta. Nikamwambia
mimi sijui Kaka Talanta ni nani. Kaka Talanta ni nani. So I had to pay. Unaingia sasa kama mtoto wale wa kuzimu. Yes, I had to pay kwa sababu I wanted to go in. Yeah, nione what is happening, how is it, because lazima pia uchukue experience wende uibebe vitu ulan yani. So I had to pay. They were paying kwa Gati for 1,500. So I paid for my security, for my cameraman and myself. Yeah, tukaingia. So kufika pale mbele wale organizers wakaniona. So wakasema Talanta, you came? Hey, thank you so much for coming. Karibu sana. Nikawekwa pale na nikapewa dakika 30 kuperform. That was so nice. Yeah. So hapo kwa kuperform hapo tu kwa stage nilitoka na 22,000. Kitu ya kuperform. Yeah, so unaona kama ningerudi kwa gate singepata hiyo do. Na pia singepata hiyo fame na reception ya So sometimes you just humble yourself. Honestly anaweza kuwa hakujui kweli. So kama hakujui wewe fanya bidii. So ilibidi huyo jamaa akuje asimame aone ni Kaka Talanta anaitwa kwa stage. Mimi nimetoka hapa saa hii. So ndio akanijua. Sasa next time najua nikienda kukutana na yeye. Sasa amekujua. Another time pia wengine wameniita tu kwa show kabisa. Vijana tu hapa hii Migori wakaniambia kuja utusupport man. So mostly mimi nikienda event ya mtu lazima nimpedo. Especially kama ni wasanii wetu wa hawa upcoming wadogo. Lazima niende ni juu mimi najua kwenda kwa event ya mtu kumsupport ni kumpelekea pesa. Sio kwenda kuona ujipeleka hapo. Lakini unajua pale hata ukiitwa sasa hivi posta ikitokea kwamba Kure ina host kitu kama event kwa Kure alafu Talanta tu pale. Unajua kuna wale watu watakuja sababu yako wewe na watalipa. So hivyo pia umemsaidia Yeah, so mimi naenda nampelekea mafans lakini mimi pia personally best yangu amenitrust na ni wahaba sio ya biashara. Ameniambia kuja support. Lazima nimpelekee kitu. So nikaenda the same na watu wangu natembea nao tuliingia na budget. Tukaingia hivyo so karibu kufika penye event iko ilikuwa study. Au waiters wakani stop. Ni watu wananijua tu. Lakini umejua doubters pia wapo. Na sana balance. Naam. Kwa hiyo Kaka Talanta, katika huu imbaji wako lazima uko na role model. You must be having a role model. Having a role model. You stopped having a role model, but you once had a role model because right now wewe ni role model wa mtu. Kuna mtu akija hapa nimuulize role model wako nani, ataniambia bwana niliona Kaka Talanta anavyoimba, mimi pia nikasema nataka nije kuwa kama Kaka Talanta. Kwa hiyo hata hiyo miaka yako ya nyuma, hata kama kwa sasa hivi hauna, kwa miaka yako ya nyuma lazima alikuwepo. Kuna mtu uliona akiperform ukasema hata kama nina talanta huyu mtu bwana nataka nije kufikia.